Karibu kwenye simulizi yetu ya leo. Simulizi hii ni ya maisha halisi, ya dhihaka, ujinga, upendo na hatimaye msaada usiotarajiwa. Kabla ya yote, naomba usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe. Pia usisahau kulike na kukomenti ukituambia unafuatilia simulizi yetu ukiwa wapi. Tayari? Haya, twende kwenye simulizi yetu. Katika kijiji kilichojaa utulivu na watu wa tabia tofauti, aliishi tajiri mmoja anayeitwa Juma. Juma alikuwa tajiri sana. Nyumba zake za kifahari ziliangaza kwenye kijiji kile. Magari yake yalikuwa ya kisasa na thamani ya mali zake hazikadiriki. Lakini pamoja na mali zake, Juma alikuwa mtu wa kiburi, mtu anayependa kudharau wale watu wa hali duni. Huko mtaani, kuna jirani yake, kando ya mtaa huo wa kifahari, aliitwa Bwana Hamisi. Mtu maskini, lakini mkarimu na mwenye moyo safi. Hamisi alikuwa ni mfanyakazi wa kawaida, akiishi kwa ukarimu na heshima kwa wote. Aliishi kwenye nyumba ndogo, yenye paa la bati lililotoboka sehemu kadhaa, na alitegemea mapato madogo ya kilimo cha mboga na kuuza chupa za maji ili kutengeneza kipato cha kila siku. Juma mara zote alimtazama Hamisi kwa dhihaka. Kila wakati walipokutana mtaani, Juma angecheka kwa kejeli huku akimpigia kelele, akimkumbusha Hamisi jinsi maisha yake yalivyo duni. Watu wa mtaa huo walikuwa wamezoea kuona tabia hii ya Juma, lakini hakuna aliyeweza kumwambia chochote. Siku moja, Juma aliamua kuonyesha kiburi chake wazi wazi. Ni siku ambayo Juma alikuwa akiendesha gari lake jipya la kifahari, likiwa rangi ya shaba na lenye chrome inayong'aa. Alipofika karibu na nyumba ya Hamisi, alimfanyia dharau. Pindi Hamisi anatoka nje ya nyumba yake, Juma alipita karibu naye na kumrushia matope kwa gari lake. Hamisi alishtuka, alijaribu kujikinga, lakini hakuweza kuepuka. Matope yote yalimpata. Haya ndiyo maisha yako Hamisi. Usiishi kwa heshima na hauna pesa, na kama sivyo, utakuwa mchafu hivyo hivyo maisha yako yote. Juma alicheka kwa sauti kubwa. Hamisi alisimama, macho yake yakitokwa na machozi, lakini hakusema lolote. Alijua maneno ya Juma hayakuwa ya kweli, na licha ya dhihaka hiyo, moyo wake ulikuwa na uvumilivu wa hali ya juu sana. Alijua kuwa siku moja, hekima na moyo safi aliyokuwa nao vingeibuka juu ya kiburi cha Juma. Siku zilivyoendelea, Juma aliendelea na tabia yake ya kudharau watu, lakini Hamisi alijifunza kumvumilia na kumdhamiria mema bila kumlailia hata kidogo. Wakati mwingine alimuona Juma akitembea peke yake, anajifanya kana kwamba hakuna kilichowahi kumtokea huko nyuma. Moyo wake ulikuwa unatafuta njia ya kufanya mema. Lakini matokeo ya kiburi cha Juma hayakuwahi kuchelewa. Siku moja Juma alipata matatizo makubwa. Biashara zake zikashuka ghafla, magari yake yakaharibika bila sababu, na hata marafiki zake wakaanza kuondoka. Alihisi kama dunia imegeuka kinyume chake. Alijua hajawahi kujali wala kutii mioyo ya wengine, na sasa alikuwa peke yake. Wakati Juma alikuwa katika hali hiyo ya shida, Hamisi aligundua kuwa hakuhitaji kulipiza kisasi. Alimkaribia Juma na kumsaidia bila maswali, akimpatia chakula, msaada wa kifedha kidogo, ushauri na kumpa moyo. Juma alishangaa. Aliona jinsi moyo wa Hamisi ulikuwa safi, na alijua kuwa kila dhihaka yake haikuwa na maana yoyote mbele ya upendo na wema. Hapo Juma alijifunza fundisho kubwa: kudharau wengine kwa hali yao ni hatari, na wema unaweza kuibuka hata pale unapofeli zaidi maishani. Alijua kuwa amepata mwokozi wake wakati ni mtu aliyeonekana dhaifu machoni mwake. Na hivyo maisha ya Juma yalianza kubadilika. Alijifunza kuwa heshima, upendo na kusaidia wengine ni nguvu kubwa zaidi kuliko mali au kiburi. Hamisi, jirani maskini aliyepewa heshima na msaada, alibaki mfano wa uvumilivu na wema, akionyesha kwamba kila mtu ana thamani bila kujali hali yake. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alihisi upweke mkubwa sana. Alipojaribu kupiga simu kwa baadhi ya marafiki zake wa karibu, simu zao hazikupokelewa. Aliwatumia ujumbe mfupi wa msaada, lakini majibu yalikuwa ni kutojibu kabisa au kumwambia kwamba wako busy. Hapo ndipo Juma alianza kudundua kwamba wale wote waliokuwa karibu naye walimpenda kwa sababu ya mali zake,
sio utu wake. Wakati hali ya Juma ikizidi kuwa ngumu zaidi, jirani yake Hamisi aliendelea kuishi maisha yake yale yale ya kawaida. Hakupata mabadiliko makubwa, lakini moyo wake wa ukarimu na utulivu ulimfanya aendelee kustahimili hali yoyote ya maisha inayomtokea. Wakati mwingine alimwona Juma akitembea peke yake, anajifanya kana kwamba hakuna kilichowahi kumtokea huko nyuma. Moyo wake ulikuwa unatafuta njia ya kufanya mema. Siku moja Hamisi alimkuta Juma amekaa peke yake mbele ya gari lake lililoharibika, karibu na lango la kuingia nyumbani kwake. Juma hakuwa na msaada na jirani yoyote hakuwa karibu. Hamisi aliamua kumsogelea. Kwa sauti ya utulivu alimuuliza, "Jirani, unahitaji msaada wowote?" Juma alinyamaza kwa muda, akihisi aibu kubwa iwapo atamwambia. Aliwaza, hivi ndiye mtu niliyemcheka, niliyemdharau, na sasa ndiye anayeniuliza kama nahitaji msaada? Kwa mara ya kwanza moyo wa Juma uliguswa. Hamisi hakusubiri majibu ya Juma. Alimsaidia Juma kushughulikia gari lake na hata kumwalika kwenye nyumba yake ndogo apate kikombe cha maji safi ya kunywa. Ingawa nyumba ya Hamisi ilikuwa ndogo na ya kawaida, Juma alihisi utulivu mkubwa. Alihisi tofauti na nyumba zake kubwa ambazo zilikuwa sasa hazina furaha wala amani. Kadri siku zilivyopita, hali ya Juma ilizidi kuwa ngumu zaidi. Akaanza kuuza baadhi ya magari yake na mali zake nyingine ili kufidia madeni. Lakini kila alipouza kitu, alihisi kama anapoteza sehemu ya fahari yake. Hatimaye nyumba yake kubwa ya kifahari ilibaki tupu, haina marafiki wala kelele za sherehe. Juma alihisi upweke uliomzonga usiku na mchana. Wakati Hamisi aliendelea kumpa msaada mdogo wa kibinadamu, wakati mwingine alimpelekea chakula kidogo, wakati mwingine alimkumbusha kuhusu matumaini ya maisha. Ingawa hakumwambia wazi, Juma alianza kuhisi kuwa jirani huyu maskini ndiye mtu pekee aliyebaki upande wake. Lakini kilichotikisa kabisa maisha ya Juma kilitokea siku moja alipokutwa na ugonjwa wa ghafla. Alianguka barabarani wakati akitoka duka la dawa, na hakuna mtu aliyedhubu kumsaidia. Watu walimpita tu wakidhani pengine ni mlevi au mtu ana matatizo yake kichwani. Ni Hamisi pekee aliyetokea, akamnyanyua kwa mikono yake na kumkimbiza hospitali kwa kutumia bajaji aliyokuwa ameikodi. Usiku huo mzima Hamisi alikaa hospitali kumwangalia Juma bila kulipo chochote wala kuhitaji shukrani. Juma alipofumbua macho yake hospitali na kumkuta Hamisi kalala kwenye kiti kando ya kitanda chake, macho yake yalijaa machozi. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, aliona thamani ya jirani na utu wa kweli. Alianza kujiuliza ni kwa nini aliwahi kudharau mtu kama huyu. Ndipo moyo wake ulipoanza kubadilika polepole. Alipopona, Juma alirejea nyumbani akiwa na mawazo mapya. Kila alipofikiria namna Hamisi alivyomsaidia bila kujali dharau za zamani, moyo wake ulisongwa na hisia za aibu. Alianza kuona maisha kwa jicho lipya, akitambua kwamba mali, magari na nyumba kubwa havina maana yoyote iwapo jirani yako hana thamani machoni pako. Kadri siku zilivyopita, Juma alianza kumkaribia jirani yake Hamisi. Walianza kuzungumza mara kwa mara, na kila mazungumzo yalikuwa kama darasa la hekima kwa Juma. Aliingiza maswali, akifafanua kila jambo, akitafakari kwa makini maneno ya Hamisi. Hamisi kwa utu wake wa dhahabu, alijibu kwa utulivu na hekima, bila kumdhihaka wala kumkashifu. Watu wengine katika mtaa waliokuwa mjua Juma wa zamani walibaki kushangaa, wanaona amebadilika. Sasa hakuwa tena yule mtu wa kujisifu na kudharau wengine. Alianza kushirikiana na watu wa kawaida, kushiriki kwenye shughuli za kijamii ambazo zamani aliziona kama kazi ya watu maskini. Alijifunza kuheshimu kila mtu bila kujali hali yake ya kifedha. Alijikuta akifurahia jambo lililojipya kabisa kwake, furaha isiyotegemea mali. Alijifunza kupendeza moyo wa jirani yake Hamisi, na hatua kwa hatua, moyo wake wa kiburi ulianza kushuka na kuachia nafasi kwa unyenyekevu. Lakini bado changamoto hazikuisha. Siku moja moto mkubwa ulizuka kwenye nyumba ndogo aliyoihamia baada ya kuuza nyumba kubwa. Moto huo ulienea haraka, na Juma alijikuta amekwama ndani. Watu wa mtaa waliogopa kumsogelea kwa hofu ya moto kuenea zaidi. Ni Hamisi ndiye aliyeingia ndani bila woga, akaingia ndani ya moshi mzito na kumtoa Juma kwa nguvu. Wote walitoka wakiwa wamejaa ajivu, lakini salama. Tukio hilo liliukata mzizi wa dharau moyoni mwa Juma. Juma alihisi aibu, shukrani na hisia za kutambua makosa yake yote. Alilia hadharani mbele ya watu wa mtaa huo, akimwangalia Hamisi na kusema kwa sauti iliyotetemeka, "Jirani, nimeshindwa kuelewa kwa nini nilikuwa kiishi kwa dharau zote hizo.
nimeshuhudia mwenyewe kwamba wewe ndiye ndugu wa kweli, zaidi ya wale wote niliowaona marafiki. Hamisi alitabasamu tu, akasema maneno mafupi yenye maana kubwa. Jirani, maisha hayana maana kama hatuwezi kusaidiana. Hata kama una pesa nyingi, usipokuwa na moyo wa utu, maisha yako ni matupu. Maneno haya yaliingia kwa nguvu ndani ya moyo wa Juma, yakawa kama mwanga wa kuongoza maisha yake mapya. Kuanzia siku hiyo, Juma alibadilika kabisa. Alianza kusaidia watu wengine waliokuwa wakihitaji, akijitolea kusaidia kijiji kote. Hakutumia tena mali yake kujisifu, bali kama chombo cha kuleta faraja kwa wengine. Watu waliomjua Juma wa zamani walibaki kushangaa, wakisema kweli binadamu hubadilika. Hamisi na Juma wakawa marafiki wa karibu sana. Hata pale Juma alipokuwa na kitu kidogo cha kusaidia, hakusita kumshirikisha Hamisi au majirani wengine. Hali hii ilijenga heshima mpya yake na kumpa furaha ya kweli hakuwa nayo. Hali hii ilijenga upya heshima yake na kumpa furaha ya kweli ambayo hakuwa nayo awali. Juma alianza kufahamu zaidi thamani ya maisha ya kila siku. Alianza kuchunguza hali ya jirani zake wengine, akijifunza kuwa kila mtu ana hadithi yake. Alipoona watoto wakikosa shule kwa sababu ya umasikini, moyo wake ulisogea. Hapo alianza kutoa msaada mdogo kwa watoto wa jirani, akiwasaidia kwa vitabu, kalamu na chakula kidogo. Kadiri alivyokuwa akifanya hivyo, alijikuta akipata furaha isiyokuwa na kipimo. Hali hiyo ilimfundisha kuwa mali haiwezi kuleta furaha halisi, bali moyo safi na kufanya mema kwa wengine. Hamisi alishangaa kuona tabia mpya ya jirani yake, aliyekuwa akimdharau miaka michache iliyopita. Mara nyingi waliketi pamoja mchana mzima, Juma akifafanua hisia zake, Hamisi akimwelekeza kwa busara. Lakini changamoto bado hazikuisha. Siku moja kizuizi cha biashara aliyokuwa amekaa nacho kilishindikana. Hali ilimlazimisha Juma kuanza kutafuta suluhisho nyingine, na mara hii alijifunza kushauriana na Hamisi. Hamisi alimtumia hekima na uzoefu wake wa maisha, akimwonyesha njia za kuendesha shughuli ndogo bila kujitegemea mali kubwa. Juma alianza kufanya kazi ndogo, akisaidia jamii yake kwa ujuzi uliopatikana kwa mafunzo ya Hamisi. Hata pale alipokuwa akijua kuwa hatakuwa tajiri kama zamani, moyo wake ulikuwa na amani na furaha kubwa. Aliwahi kudharau Hamisi, lakini sasa aliweza kuonya kuwa jirani masikini alikuwa na hekima na moyo wa dhahabu ambao hauwezi kuuzwa kwa fedha. Hapo ndipo tukio jingine la kushangaza lilipotokea. Juma alipojulikana kama mtu wa kufanya mema, baadhi ya watu waliokuwa wakimdhihaki zamani walianza kuja kwake kuomba msaada. Juma hakukosa moyo, badala yake aliwasaidia kwa usahihi na hekima. Alijifunza kuwa dharau na kiburi huwezi kuleta thamani, bali unyenyekevu na kusaidia wengine ndiyo msingi wa heshima ya kweli. Katika mtaa mzima, Juma alianza kubadilisha mtazamo wa watu. Wengine walishangaa kuona jinsi aliyekuwa mtu wa kiburi sasa anavyosaidia bila kuhesabu gharama. Hali hii ilijenga heshima mpya kwa Juma, lakini pia ilimfundisha kuwa kila dharau aliyowahi kufanya lilikuwa somo muhimu kwa mafanikio ya kibinafsi. Kadiri alivyokuwa akishirikiana na jamii, alijua kuwa hatimaye alijifunza fundisho kubwa. Ukosefu wa mali haukufanya mtu kuwa masikini wa moyo. Hata yule aliyepitwa na hali ngumu anaweza kuwa mwokozi wa dhiki za wengine. Juma alianza kuona tofauti kati ya maisha ya zamani na maisha yake mapya ya unyenyekevu. Alipozama katika fikra zake, alikumbuka jinsi alivyokuwa akimdharau Hamisi na jirani wengine. Sasa kila tukio dogo la ukarimu wa Hamisi lilimfanya awe na shukurani na moyo wa dhahabu. Siku moja, aliamua kwenda kutembelea mtaa wa jirani masikini aliyeishi mbali kidogo. Alipofika, aliona familia masikini wanalia kwa njaa na baridi. Juma alisogea haraka, akatoa msaada wa chakula, nguo na kituo cha kuwekea watoto vitabu. Watoto walifurahia sana na kicheko chao kilimsaidia Juma kujua kuwa furaha halisi haipatikani kwa mali, bali kwa moyo wa kutoa na kusaidia wengine. Wakati huo, Hamisi alikuwepo kama sehemu ya kila hatua ya msaada. Alimfundisha Juma jinsi ya kupanga kila kitu kwa hekima na umakini. Juma alijifunza sio tu kusaidia, bali pia kupanga msaada wake
ili ufikie watu wengi zaidi. Hali hii ilimfundisha kuwa busara na moyo safi huwezi kununuliwa, lazima uishi kwa dhati. Lakini changamoto ziliendelea. Shughuli za kijamii zilimlazimisha Juma kufanya uamuzi mgumu. Baadhi ya marafiki wa zamani waliomdharau walimwomba msaada. Alijua kama atawasaidia, wengine wangechukia, lakini moyo wake mpya ulisema, heshima na ukarimu ni muhimu zaidi ya kiburi cha zamani. Juma alichukua hatua ya kuwapigia simu, kuwaeleza hali yake ya sasa na kutoa msaada mdogo lakini wa dhati. Hali hii ilivuta hisia mbalimbali. Wengine walibaki kushangaa, wengine walihisi dhahiri kuwa heshima ya kweli haileti hasira, bali inaunda mshikamano wa moyo. Juma alianza kuona kila mtu ana nafasi ya kubadilika, na hata yule aliyedharauliwa anaweza kuwa fundi wa hekima na msaliti wa dhiki za maisha. Kadiri siku zilivyokuwa zinapita, Juma alianza kufuata ushauri wa Hamisi kila mara. Alijifunza jinsi ya kualika majirani kushiriki katika shughuli za kijamii, kutoa elimu kwa watoto na kuanzisha miradi midogo ndogo ya kutatua changamoto za jamii. Shughuli hizi zilimfanya awe na furaha isiyokuwa na kipimo na heshima mpya miongoni mwa majirani. Watu waliokuwa wakimjua Juma wa zamani waliendelea kushangaa. Sasa walimuona kama mfano wa mabadiliko. Mtu aliyekuwa na kiburi na dharau sasa ni mkarimu na mwenye hekima. Kadiri Juma alivyokuwa akifanikisha kila jambo kwa moyo wa dhahabu, moyo wake ulijaa amani na kuridhika. Katika kila tukio, alikumbuka somo muhimu: mali na fahari hazina maana bila moyo safi na heshima kwa jirani yako. Hata yule aliyedharauliwa kama Hamisi anaweza kuwa nguzo ya kuokoa maisha yako pale unapoanguka. Baada ya mafanikio ya miradi midogo ya kijamii, Juma alianza kushirikiana na wanajamii wengine katika kufanya kazi za maendeleo. Aliweza kuona kwa macho yake jinsi jitihada ndogo zinavyoweza kubadilisha maisha ya watu. Kwa mara ya kwanza, alihisi kuwa amefanikisha kitu cha maana zaidi kuliko mali yoyote aliyokuwa nayo zamani. Hamisi alikuwa mwongozo wa Juma kwa kila hatua. Alimfundisha Juma kuwa kuongoza kwa moyo wa dhahabu ni kujali bila kuhesabu gharama. Juma alijifunza kuwa kila kitendo cha ukarimu kinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Hata hivyo, bado changamoto zilikuwepo. Siku moja, Juma alikutana na familia maskini waliokuwa wanakabiliwa na ugonjwa. Shida ilionekana kubwa kiasi kwamba hata walemavu walikosa msaada wa daktari. Juma hakuwa na utaalamu wa matibabu, lakini alikumbuka hekima ya Hamisi: tusaidie pale tunaweza na tutumie akili na moyo wetu kusaidia wengine. Akitumia rasilimali alizokuwa nazo, Juma aliandaa msaada, chakula, nguo na ushauri wa kimsingi. Watu wa jirani walijumuika na kwa kushirikiana walisaidia familia hiyo kupumzika na kuendelea na maisha yao kwa amani kidogo. Juma alianza kuelewa, hatimaye alijifunza dhana ya dhahabu ya Hamisi: ukarimu hauna kikomo. Kila tukio dogo la msaada linaweza kuwa mwanga katika giza la maisha ya mtu mwingine. Kadri wiki zilivyopita, Juma alitambua mabadiliko makubwa kwenye moyo wake. Alibadilika kutoka mtu wa kiburi kuwa kiongozi wa moyo safi. Alibadilika kutoka mtu anayedharau jirani kuwa mtu anayewathamini na kuwasaidia wengine. Alibadilika kutoka mtu anayejitegemea mali kuwa mtu anayejitegemea kwa moyo wa dhahabu. Kila hatua ilimfundisha kuwa thamani halisi ya maisha haiko kwenye mali, bali ni kwenye moyo wa kusaidia wengine bila kujali faida binafsi. Wakati mwingine, Juma alikumbuka tukio la kwanza, jinsi alivyomdharau Hamisi na kumpiga matope. Kwa sasa, kumbukumbu ile ilimfanya awe na shukrani kubwa. Alijua kuwa hamasa yake mpya haikuwa ya mali, bali ya mtu mmoja aliyechukua hatua ya kusaidia bila maslahi. Juma alianza kuelewa kuwa kila dharau, kila kiburi na kila ukosefu wa unyenyekevu uliokuwa naye awali vilikuwa somo la maisha. Mchango wa Hamisi ulikuwa chimbuko la mabadiliko makubwa ndani ya moyo wa Juma. Wakati Juma akiwa katika shughuli za kijamii, tukio la kushangaza lilitokea. Siku ile mvua kubwa ilianza kunyesha ghafla, na baadhi ya majirani waliokuwa wamekosa makazi safi walijikuta wakiwa hatarini.
Juma aliona hali hiyo na moyo wake ukatuma maamuzi ya haraka. Akisaidiwa na Hamisi, aliandaa makazi ya muda kwa familia zilizokosa hifadhi. Waliokosa nyumba walikimbia chini ya paa lililokuwa limeandaliwa na mashuka na vyumba vya muda vilivyojengwa na jirani wema. Juma aliona wakati huu ni wa dhahabu. Moyo wa jirani wake Hamisi na hekima aliyokuwa amejifunza hivi karibuni ulijumuika ili kuokoa maisha ya wengine. Hali hiyo ilimfundisha kuwa hatimaye maisha ya mtu mmoja yanaweza kubadilisha maisha ya wengine wengi. Hata hivyo, bado changamoto kubwa zaidi haijatatuliwa. Siku ile mtoto mmoja alikimbia kutoka kwa nyumba yake iliyoanza kuharibika kutokana na mvua na upepo mkali. Juma bila woga alikimbia kumpigia mkono, akimkimbiza salama hadi makazi ya muda. Wakati huo Hamisi alikuwa karibu naye, akimfundisha jinsi ya kushughulika changamoto kwa mtazamo wa hekima. Baada ya tukio hili, Juma aliketi chini akifunga macho yake. Alifikiria maisha yake ya zamani. Kila dharau, kila kiburi na kila ujinga wake ulikuwa umemfundisha somo kuu. Hamisi alikuwa mfano wa kweli wa ukarimu, moyo wa dhahabu na hekima ya maisha. Juma alianza kuelewa, heshima halisi hailetwi kwa mali, bali ni kwa moyo wa kutoa bila kutegemea shukurani. Aliona kuwa jirani aliyedharauliwa huenda ndio waliosimama karibu nasi pale tunapokuwa hatarini. Upendo, unyenyekevu na msaada kwa wengine ndio msingi wa maisha yenye maana na furaha isiyo na kikomo. Asante kwa kusikiliza simulizi yetu ya leo. Naomba usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe. Pia usisahau kulike na kucomment. Tutaonana kwenye simulizi nyingine. Juma alipoendelea kushirikiana na jamii, alikumbuka maisha yake ya zamani ya kiburi na dharau. Hali hiyo ilimfanya aelewe thamani ya moyo safi na ukarimu. Siku za mwanga na giza la maisha yake ya zamani zilimfundisha kuwa kila hatua ndogo ya msaada inaweza kuwa mwanga wa kuokoa wengine. Mara moja, jirani fulani alikumbwa na majanga makubwa. Nyumba yake iliharibika na upepo mkali na mvua kubwa. Juma, bila kuhesabu gharama, aliandaa timu ya majirani, akaongoza juhudi za kusaidia familia hiyo. Watu walishirikiana, wakijenga makazi ya muda na kuhakikisha familia hiyo inalala salama. Wakati wa tukio hilo, Juma aliona wazi kuwa hekima na moyo wa jirani maskini Hamisi yalikuwa msingi wa maisha yake mapya. Hali hiyo ilimfundisha kuwa hata mali nyingi hazina maana ikiwa moyo haujafungwa kwa huruma na ukarimu. Juma alianzisha mradi mkubwa zaidi, kijiji cha msaada wa pamoja, ambapo kila mmoja anasaidia jirani kwa uwezo wake bila kujali hali ya kifedha. Mradi huu ulijumulisha elimu, chakula, matibabu madogo na burudani kwa watoto. Juma aliona kuwa jamii yenye mshikamano wa kweli ni furaha halisi. Hali hiyo ilimfundisha pia somo muhimu. Dharau na kiburi vinabadilika pale mtu anapojifunza unyenyekevu na kusaidia wengine. Juma alijifunza kuwa hata pale alipokuwa na mali, hakutengeneza thamani halisi. Hata mtu maskini anaweza kuwa mwokozi wa dhiki za wengine kupitia moyo wake. Hatimaye Juma alifikia wakati wa kusherehekea mabadiliko yake ya ndani. Alikutana na Hamisi na jirani wengine, akishukuru kila msaada walioutoa na hekima walioonyesha. Aliona wazi kuwa maisha ya kiburi hayana thamani na furaha halisi inapatikana pale mtu anaposaidia wengine kwa moyo wa dhahabu. Siku ya sherehe, watoto waliokuwa wanakosa shule walipata vitabu na vifaa vya shule. Familia maskini walipata chakula na mavazi, na wazee waliokuwa wanahitaji msaada walipatiwa huduma muhimu za afya. Watu wote walishangaa kuona jirani aliyekuwa akimdharau Hamisi sasa akiwa kiongozi wa moyo safi, akisaidia kila mmoja bila kuhesabu gharama. Juma aliketi na Hamisi akimshukuru kwa ushauri na msaada wa kweli. Hamisi alitabasamu na kusema, "Jirani, maisha hayendi kwa mali tu. Ukipata moyo safi na ukarimu, unaweza kuokoa maisha ya wengine. Hiyo ndiyo thamani halisi." Juma alijua sasa kuwa hekima ya Hamisi na jitihada zake binafsi zimeunda mabadiliko makubwa. Kutambua thamani ya jirani, kutambua kuwa unyenyekevu ni mali halisi, kuishi kwa moyo wa dhahabu na kusaidia wengine. Mara hii, Juma hakuwa tena jirani wa kiburi, bali kiongozi wa moyo safi.
Hali hiyo ilimfanya awe mfano kwa kijiji chote, akiwafundisha wengine kuwa furaha halisi haipatikani kwa mali, bali kwa kutoa msaada na kuishi kwa utu. Mali na fahari hayana maana ikiwa hatuna heshima kwa jirani. Wale tunaowadharau huenda ndio waliosimama karibu nasi pale tunapokuwa hatarini. Upendo, unyenyekevu na msaada kwa wengine ndiyo msingi wa maisha yenye maana na furaha isiyo na kikomo. Asante kwa kusikiliza simulizi yetu ya leo. Naomba usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, pia usisahau kulike na kucomment. Tutaonana kwenye simulizi nyingine.